Miungu. Ni miungu gani ambayo iko katika anga ya ukoo yenu? Katika video ambayo after hii nimeongelelea tofauti ya miungu na maroho, entities na deities. Katika jamii, ikiwa katika ukoo yenu, yani anga yenu, kuna miungu, deities, kama vile Afrika unasikia kuna Oshun, sijui kuna nani, yani kuna majina ya watu ambao walikuwa entities ambazo deities ambao walikuwa na uwezo wa kuinusha mvua, kuinusha moto, deity wa vita, deity wa amani, vitu kama hivyo. So kama katika ukoo yenu kuna deity, yani miungu ambayo imeshikilia anga, yani jamii yenu iliingia katika mapatano, covenants, na miungu hii kwa ajili ya nini? Kwa ajili maybe ya amani ndani yao, kwa ajili maybe walikuwa wanahitaji vipawa vyao vichipuke vya vitu fulani. Utapata katika jamii yenu kuna vipawa kama vya hiyo deity. Maana deity inapoingia katika maagano na jamii huwa inafundisha jamii jinsi ya kukaa kulingana na lessons zake, yani mafundisho yake. So unapata kama ni deity ya kuinusha mvua, unapata katika jamii kuna babu yako, babu wa mababu walikuwa wanainusha mvua. Kama ni wale wa hasira wa vita, unapata katika jamii yenu kulikuwa na watu wenye warriors, mashujaa wa vita. So kuna deities katika hiyo jamii. Ndio maana unapata ukitaka kuchipuka kuingia katika maybe injili ama kufanya anything else, unapata kukwama. Kwa sababu gani? Kuna maagano ambayo yalifanyika between familia yako na deity fulani. Na hiyo deity ndio imeshikilia nini? Anga. Na hizi deity, kumbuka, deity ama miungu huwa yako na makazi. Kuna deity ambazo zinakaa milimani, kuna deity ambazo zinakaa misituni, kuna deity ambazo zinakaa pangoni, na kuna deity ambazo zinakaa mitoni na pia baharini. Hizi ni miungu ambazo ziko na soul, spirit na body. Zina makazi, zina anga yao. Ndio maana spirit kifa inaenda, kama ilikuwa inamia hiyo miungu, inaenda back to, kama ni milimani inaenda back to hiyo milimani, huko ndio kuna kwenda. Kama ni kwenye pangoni inaenda back pangoni. So kama hiyo ndio imeshikilia uko yenu, huwa mtu anapata kujua ilikuwa inaleta nini, mafunzo yake ilikuwa ni gani. Unaachilia kila kitu ambayo hiyo deity ilileta, ama hiyo miungu ambayo familia yako inainamia ilileta katika jamii. Baada ya kuachilia, ina maana kama vile Abrahamu alitoka kwa babake Tera alikuwa anainamia uchawi, alikuwa anainamia deity fulani, akaachana naye. At that time deity alikuwa ni Ashera alikuwa ni msimamizi wa the matriarchy system wa wanawake. Akatoka akaenda akaanza kufuata nini? Mungu wa Israeli, ambayo mnamuita Mungu wa Israeli leo hii, the patriarchy system. So unapotoka katika deity fulani ukiachilia hukule, kuna vitu ambavyo vinaondoka kwako. Kuna vitu ama vipawa fulani ambavyo jamii yako, ancestral line yako, roots zilikuwa zimetoka kutoka katika hiyo deity. So utaachilia tena uanze moja from ground. Na hapo ndio watu wanashindwa wanaanzia wapi. Unapotoka katika hizi deity ama hizi miungu kuinamia, ukianza kuenenda katika njia nyingine, ina maana utatafuta another kind of a guide. Na a guide either it will be another deity ambaye ana align na wewe. So ukipata deity, kama tuseme deity wenu walikuwa ni wa vita, wewe ukienda utafuta deity wa amani. There are so many deities katika ulimwengu huu ambao wana anga zao. Ukifungua macho ya rohoni, nadhani utaona anga ziko nyingi. Bingu ni moja lakini anga ni nyingi. So unapoingia in other deity huyu anakuwa kama mwalimu kukufundisha how to awaken. After awakening unaachana na kazi yake, unaondokea. That is how we do it. We do not go alafu tuanze kuinamia mtu. No. Teacher akikufundisha shuleni unapata mafunzo ambayo anakufundisha, kisha akimaliza wewe unaendelea na safari yake. So kama katika ukoo yenu kuna deity, yani deity ndiye ameshikilia katika anga, kwako wewe kuondokea, utapata uondokee, uachilie vyote ambavyo mlivipata huko, ufanye ni usarende, unadetach kutoka mpaka kwa jamii, unaanza maisha yako kwingine with other ways, ili kuanza harness kile kilicho ndani mwako. Na kama ni entities, kama ni maroho ambaye ameshikilia anga yako, ina maana siku ambayo unaanza kujicorrect, unaanza kujua mimi Zawadi huwa sina hii tabia, lakini hii tabia imekujaje? Hata katika jamii yangu unapata, kama iko katika jamii yako unapata watu baby ni makahaba, mashoga, wezi, walevi. Ukianza kuachilia hayo entity huwa yanaondoka, na most of the time huwa yanaleta majaribu sana, yanaanza kukutatiza, lakini baadaye yanaondoka. Hayo huwa yanataka tu makazi, but deities ama miungu wa tayari wako na makazi yao.
So entities ama maroho huwa yanataka makazi kwako, na makazi ni wewe mwenyewe ndiye atakufanya makazi, na yatafanya makazi kwako kama pia utakuwa na vibrate kulingana na vile wana vibrate. Kama wewe utakuwa na hiyo portal ya kuingia kwa ulevi, wakikuja na, kwa sababu walikuwa ni walevi, wakikuja wakiangalia hapa kuna anaweza lewalewa, wanaingia pia na wanakufanya unakuwa too much, so wanafanya makazi hapo kwako na wanahakikisha utoki kwa ulevi, because the moment utatoka kwa ulevi utaondoka katika anga yao. So jua tofauti ya hizi vitu viwili. Je, katika jamii yenu kinachoenzi anga yenu ni miungu ama ni maroho, entities ama deities? Na kama ni deities, hiyo deity imeleta nini katika jamii, manufaa gani na hasara gani? Na kama ni maroho, yameleta nini katika jamii, manufaa gani na hasara gani? Jaribu kukagua, kujua, then discern and then start another path. Kama unaona viko sawa, saisha, endeleza safari yako.